maana hii mvua ilikuwa inatisha sisi. So lakini naambiwa ni mvua ya baraka, inasema mambo ni sawa. So mimi nataka nimalizie hapo na niwaeleze ya kwamba mambo yenu kama kanisa mtuhesabu kama wenzenu. Ikipatikana upungufu mahali, muitane, tutaitika na tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na waomba sana muzidi na kuombea taifa letu la Kenya. Muzidi na kutuombea sisi ambao ni viongozi. Najua hata kiongozi ni binadamu. So sisi hapana malaika, so mtuombee ndio tupangane vizuri na tupange nchi yetu vizuri. Mwisho kabisa nataka niwaambie hawa vijana viongozi, naona karibu wanalalamika kwetu. I want to assure these young leaders ya kwamba ile nafasi mimi niko naye na deputy president na sisi wengine wote, hiyo nafasi, kazi yetu ya kwanza ni kuunganisha watu wa Kenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Na katika kuungana kule tuwe na uwiano. Kenya tutembee tukiwa pamoja. Kazi yetu ya pili ni kuunganisha mambo ya maendeleo, transformation ya nchi yetu ya Kenya, kilimo, barabara, stima, watoto wetu wapate ajira, tuwe na nchi yenye iko na chakula, tuweze kupanga Kenya vile inaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya na bidii. Nyinyi ndugu zetu viongozi, na waomba, Waswahili wanasema heshima si utumwa. Sote tuheshimiane, tufanye kazi kwa pamoja. Wengi wenu mnajua mahali tulianza. Hawa viongozi wote hawa, kina Jane hapo, kina Martha, hawa watu wote walikuwa pamoja. Hawa wote, kina KJ, all these people, we were together. Mnajua tulianza vile tulianza na vile Mungu ametusaidia. Tumefika hapa sio kwa bidii, sio kwa kujua, ni kwa maombi. Mungu ndiye ametufikisha hapa. Jameni, tusije tukasahau vile tulifika hapa kwa maombi. Na tulikubaliana na nyinyi sote tukiwa pamoja ya kwamba tunataka kutembea pamoja. Na mimi niliwaahidi, and I intend to keep my promise. Mimi niliahidi hawa vijana, mimi nitawalea. We will mentor them so that they become better leaders tomorrow. Better than us even. We will be very proud that we mentored people who became better than us, because that is the surest way of having a greater nation tomorrow. So musikuwe na wasiwasi. Naona mnapata wasiwasi kidogo. Musikuwe na wasiwasi. Unajua, hawa wanajua wakati tulikuwa tunapangana pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge, kwa sababu tumepangana vizuri, mimi nataka munitafutie, mnaona tutapangana namna gani, tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana fulani ni mzuri, kijana fulani ni wa bidii, kijana fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana, wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu, so tunaweza kupangana na yeye ndio tuweze kusongesha mambo mbele. Na niliwaambia hawa
hata kama nimesema sijakubaliana na nyinyi kwa wale vijana mlikuwa mnapendekeza, lakini hata nyinyi hatutawaacha, tutawamenta polepole. Ndio leo mimi nafurahi sana kwa hawa vijana. Niko na vijana wa bidii kwa hii kamati yetu ya bunge. Tuko na vijana wengi na wanafanya kazi mzuri. Muko na kijana anatoka Molo hapa, anaitwa Kimani Kuria. Yeye ndio chairman wa finance ya Republic of Kenya, na huyo kijana anafanya kazi ajabu. Huwezi hata kujua ni mtu wa miaka 30. Niko na huyu Karemba, yeye ni chairman ya mambo ya labor. Kijana mwingine mzuri sana, anafanya kazi ajabu. Niko na huyu chairman, huyu unaona, hata huyu Medu, huyu kijana kadogo, huyu pia ni chairman kule Senate ya mambo ya environment. Anapanga mutaratara inakaa kama laini ya stima huyu. Niko na chairman anaitwa Ndindi Nyoro, kijana mwingine anapanga budget ile inasimama, haikuna mahali ya kulainisha. Niko na kijana mwingine anaitwa Aaron Cheriot, yeye ndio leader ya kule Senate. Niko na kijana mwingine anaitwa Kimani Ichung'wah, yeye ndio leader ya kule bunge. Niko na kijana mwingine anaitwa Kawaya, anatoka kule Ukambani, pia anasimamia mambo ya energy. Na tuko na wazee pia, hatujasahau wazee. Tuko na mzee anaitwa Mheshimiwa Gakuya Buda, yeye ni chairman wa trade, yako hapo na experience. Tuko na huyu, umesikia hata huyu Gikaria amesema yeye si kijana tena. Huyu Gikaria pia ni chairman ya environment, ndiye anapanga hii miti yote inapangwa Kenya. So tumegawana hii kazi vizuri. Sisi ambao tumekomaa kidogo tuko na nafasi, nyinyi vijana mko na nafasi. Sisi kazi yetu ni kuwakuza, and our aim is to make sure that we have better leaders for our nation tomorrow. I promise you, we are going to mentor you. Nyinyi tu mtupeleke polepole. We are going to mentor you so that you become better leaders, and our nation can have an inheritance of a better country with better leadership going into the future. So maneno, tusichangie maneno ambayo haina maana, inagawanya watu. Unajua sisi Kikuyu yetu ni kidogo. Tuko na vocabulary, tunajua Mwathani Agosho, Moriega, Ngaino Mwega hapo, si ndio? Sasa tunangangana hapo. Sasa msiturudishe nyuma tena tutafute dictionary, kwa sababu tunasema tumesikia iko ingine sasa inaitwa Komerera. Sasa hiyo hatujajua ni gani hiyo tena. Tumesikia iko ingine inaitwa Tugunia. Sasa hiyo ingine sasa jameni, siwacha tu tusoe hii ya Mwathani Agosho na tuendelee mbele, ama mnasema tufanye namna gani? Si namna hiyo. Na waomba jameni, kwa sababu sasa hii vocabulary yetu ni kidogo. Sasa tutachanganyikiwa hapa katikati, sisi wengine tutapotea. Lakini mimi naamini vile naibu wa rais amesema, tuungane, tushirikiane, tuweke amani, sisi wote tuchangie katika kuhakikisha Kenya yetu ni Kenya moja, Kenya ambayo Wakenya wote wanajivunia kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tusikubali wale walikuwa wanajaribu kutugawanya hapa Nakuru. Juzi nikiwa na huyu Rigiji, kuna watu walikuwa wanatugawanya hapa, wanatuambia kwamba mkichagua huyu Ruto na Rigiji kutakuwa na matatizo hapa. Si Nakuru iko na amani jameni? Si ndio? Sasa hii tunaongea kujenga barabara, kuunganisha stima, kuweka maji, ndio ile special economic zone inakuwa kule, nafasi ya kazi inapatikana. Mimi nitarudi hapa hivi karibuni, hapa Lanet tunajenga nyumba ingine 5,000, na mimi nahitaji vijana karibu 10,000 ya kufanya hiyo kazi. Kuna ile kazi inaendelea hapa Bahati, nilikuwa na mrembo na kazi hapa huko kwake Bahati inaendelea.
kuna kazi inaendelea kule Gilgil, kuna kazi inaendelea in different parts of this county, because we want the best for this county and for our country. So zangu, najua tumesema maneno mingi, nyinyi mnaanza kufikiria na ile sako bado iko, hii sako ama ilipotelea hapa kwa hii maneno mingi. So maneno ya sako bado iko. So kwa sababu mlituuliza, na sisi tunaamini kabisa katika mambo ya empowerment ya wananchi. Na sako ni kati ya vitega uchumi ambaye itatusaidia katika kueneza vile wananchi wanaweza kupata mapato zaidi. Tukipanga mambo ya ajira, tunapanga mambo ya biashara. Tukipanga ya biashara, tunapanga kilimo. Na kilimo tunachanganya na biashara. Ndio mnaona tuko na special economic zone, mnaona tuko na county aggregation and industrial park hapa Njoro ambaye tunajenga, ndio mazao yetu ya kilimo ipate mahali ya kupitia kwenda sokoni. So tunapambana hivyo. Na vile vile mnaelewa, hapa Nakuru tunajenga soko 14 mpya in this Nakuru County. 18. Hakuna county ingine iko na 18 markets. Ni hii Nakuru na Nairobi. Nairobi ndio tunajenga soko 20 kwa sababu watu ni wengi. So nyinyi na mimi nataka niwahakikishie hizo masoko zote by the end of this year nataka ziwe zimekamilika. Tukuje tuzianzishe, wananchi wafanye kazi mahali mzuri. Nimesikia kina mama wanasema wanataka ipangwe vizuri. Tumepanga vizuri. Hiyo masoko tunajenga sio soko ile ya kienyeji ya kawaida. Ni soko iko juu kiasi. Hata huko ndani kama wewe ni mama uko na mtoto, tumekujengea mahali ya kunyonyesha mtoto wakati biashara inaendelea. Unarudi hapo nyuma, unanyonyesha mtoto, alafu unamwacha hapo, unakuja kuuza mboga yako, unasonga mbele. Hiyo tumepanga kila mahali. So tutapangana namna hiyo, na mimi nataka niseme nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Nataka nishukuru hawa viongozi wote ambao wamekuja, na vile tumeongea kwa kutafuta na kuweka umoja na kupanga vile tunaenda mbele pamoja. Asanteni sana. Sasa maneno ya sako. Mimi niliambia hawa watu wa Nakuru, huyo Isaac, wewe Isaac nilikwambia mpange vizuri, na niliwapatia watu ya cooperative wakuja wafundishe nyinyi, na nimeshukuru ya kwamba mko na mtu hapa ambaye si Mkorino huyo nasikia anasaidiana na nyinyi. So vile tutafanya, mimi nitawasaidia na milioni 10 ya kwanza. Musukume. Baada ya mwaka moja mkuje mchukue milioni 10 ingine. Lakini hiyo milioni 10 ingine itategemea vile mmepanga vizuri. Mkiweka mtaratara mzuri, pengine hata isikue milioni 10 iongezeke, lakini mkifanya maneno nitakuja kuwachuna masikio. Ama namna gani? Si ndio? Si hata Biblia inasema ukiwa mwaminifu kwa chache unafanya nini? Unaongezewa. So mmesikia? Na mimi nataka sasa nyinyi mtaandamana na mtu yangu hapa tuwapange ili mkuwe na hiyo pesa, muanzishe sako. Halafu tu hapo mbele na nitakuwa nachunguza, msione ati nimeenda kwenda. Mimi naenda nikiangalia nyuma kusema wale watu niliwaachia kitu wanafanya kazi mzuri ama wanafanya maneno ambayo sio sawa. So tutapambana na nyinyi kiasi hiyo. Na mimi nataka niulize sisi wote kwa heshima kubwa. Najua tukitoka hapa tutarudi nyumbani. Jameni, mkirudi nyumbani mrudi na baraka ya Mungu, mrudi na amani. Mungu awajalie mambo mazuri yote, maombi yenu yote ijibiwe, watoto wenu barikiwe, mashamba yenu yabarikiwe, na biashara zenu pia zibarikiwe, ndio tuwe na baraka katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana watu wa Nakuru, asanteni sana kanisa letu la Korino. Tunawapenda. Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. God bless you.
Asante sana Mheshimiwa Rais, na kwa sababu ya mambo ya SACCO tunaomba Mheshimiwa Rais